Leo kuna mtu Mungu anajibu maombi yake. Leo kuna mtu milango yake inafunguliwa. Leo kuna mtu nyumba yake inaanza kupokea baraka mpya. Leo kuna mtu mipaka yake inaanza kupokea vitu vipya. Leo kuna mtu anaanza kutajwa kama mtu wa heshima. Baada ya kusimama mbele ya watu, watu wanakuangalia wanasema, yes, umeongea vizuri na uko na jambo la kuongea. Lakini wale wengine waliongea ni kelele walipiga. So wakati utakuwa mtu wa kutii, wakati utakuwa mtu wa kuheshimu Mungu, maneno yako yatakuwa na kipimo. Maneno yako yataleta heshima, maneno yako yataleta kufungua, na maneno yako yataheshimika na watu. Bwana Yesu asifiwe. Mtaweza simamishwa mkaongea mkiwa watu 5, lakini ni kwa umati wa watu 10,000. Basi watu 10,000 wakiulizwa, kwa hao watu 5,000 walioongea, ni nani mnasikia aliongea kitu cha maana? Ni nani mlisikia alijenga watu? Watasema yule mtu wa kwanza. Watasema yule mtu wa kwanza. Kwa nini? Aliongea kwa heshima. Aliongea kwa kutii. Aliongea kwa kunyenyekea. Kuna watu wanasimama mbele ya watu waongee sababu ya kiburi. Waongee sababu ya vitambi. Waongee sababu ya mavazi ya bei kali. Waongee sababu ya mali walio nayo. Lakini mtu aliyejawa na Roho wa Mungu akisimama, anaongea maneno yamejawa na utukufu wa Mungu. Anaongea maneno ya kuponya watu. Analeta maneno ya kufungua watu. Kuna mtu aliyejiita na ni mtumishi, akisimama ataanza kuongea maneno ya biashara, ataanza kuongea maneno ya kupora watu, ataanza kuongea maneno ya kuuza mchanga, ataanza kuongea maneno ya kuuza vifagio. Lakini mtu aliyejawa na Roho wa Mungu akisimama anaambia watu Mungu anaweza. Anaambia wenye kansa aminini Mungu. Anaambia wenye HIV aminini Mungu. Anaambia wenye pressure na sukari, mimi ninajua katika mbingu kuna Mungu anaponya. Ninajua kuna Mungu anakomboa, na mkiamini yule Mungu wangu atawashika mikono na kuweza kufungua maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi akasahau akalinganisha watoto wake na watu wasiookoka. Mungu hawezi akasahau akachukua vitu vyake vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Akapatia watu wabaya. Kuna mtu anaonekana akiwa anaenda kwa Yesu. Sijui alikuwa mgonjwa ama mtoto wake alikuwa mgonjwa. Anaenda namwambia Yesu, mwanangu yuko nyumbani bado ni mgonjwa. Anaambiwa subiri kwanza watoto wakule chakula, maana siwezi nikachukua chakula cha watoto nikawapatia mbwa. Lakini yule mama anaonekana akimwambia Yesu, lakini si hata mbwa huwa anakula makombo kuokota kupitia chini ya watoto. Yesu anamwangalia na anafurahishwa na yale maneno ya yule mama, maana alikuwa amejitolea. Yesu anamuita, anamwambia kwamba basi simama, maneno yako yamenipendeza na imani yako imeanza kufanya kazi. Simama, enda tu nyumbani na mwanako amefunguliwa, amekuwa mzima kuanzia sasa. Haleluya. Sababu alionekana ametii. Hakuweza kwanza kubishana na Yesu. Atio masaa ni mbaya, mala akiwa pale atakufa. Akamwambia Yesu, ninaweza nikakaa hapa baada ya watoto wako kula, wakikula ile chakula wanamwaga, ninaweza tembea kama mbwa nikikula. Halo. Na wale watu wenye kiburi na kujigamba sana ni watu hata ulimwengu mbingu hawatawaiona. Ni wale watu mbingu hawatawaiona. Wataisikianga tu ikitajwa. Wakiambiwa kuna kitu kinaitangwa mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni ni kwa kila mtu. Haleluya. Mbinguni ni kwa kila mtu. Lakini watu ndio walikataa safari ya kwenda mbinguni. Jina la Bwana litukuzwe. Watu ndio wataki safari ya kwenda mbinguni. Mbinguni haina kipimo, haijapimiwa mtu. Itaenda kila mtu mwenye anataka. Na yule mtu ataenda mbinguni lazima kwanza atangulie kutafuta Mungu.
lazima atie bidii kutafuta Mungu. Baada ya kutia bidii kutafuta Mungu, Mungu anaweka roho ya heshima ndani yake, kisha kwamba hata wale malaika wanakaribisha watu mbinguni, wakimwona, wakimwangalia tu hivi akitokelezea pale kama kwa gate. Sijui kama kuna kuanga na gate. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema kweli, yule anafaa, yule afunguliwe. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini watu wanatafuta heshima ya pesa hapa duniani. Ya nini niwe milionea nikiwa hapa ulimwenguni na nikose Mungu? Ya nini niwe milionea nikiwa hapa mbinguni na nikose Mungu? Haleluya. Nataka tuite Mungu, tumwambie ashuke katika maisha yetu, akatutawale. Kabla utajiri utufuate, yeye atutawale. Nipatie worship. Kabla utajiri utufuate, yeye akatutawale. Yesu naweza. Ukaambie Bwana tu, kule ulitelesa kando na yeye. Nataka tukatangulie na kuomba msamaha. Baada ya kuomba msamaha, tuambie Mungu atufundishe kutii na kuheshimu hata authority, wale wako juu yetu. Wale ni wazazi wetu wa kiroho, tukaelewe kuwatii. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame juu. Nipe sauti. Yesu naweza. Jehova unaweza. Adonai unaweza. Unastahili kuabudiwa Yesu. Jehova, wakati mwingine tunaenda kando na wewe, tunakukosea na tunakosa kuelewa tulikukosea. Wakati mwingine tunaongea tunakukosea. Wakati mwingine tunaona vitu tunakukosea. Wakati mwingine tunafikiria tunakukosea Bwana, na tunakosa kuelewa kama tulikosa. Lakini leo Bwana, naomba msamaha. Ni nani kama wewe Yesu? Tufananisha tu na wewe, tabia zetu zikawe kama zako, kunena kwetu kukawe kama kwako. Bwana, tujaze mafuta ya kukutumikia, tujaze mafuta ya kufanya kazi yako, tujaze mafuta ya kukuinua, tujaze mafuta ya kukuabudu. Ni kwa maana unaweza. Asante Yesu. Asante kwa wema wako. Asante kwa fadhili zako. Wewe ni mwenye heshima. Wewe ni mwenye mamlaka. Bwana, sioni mwingine kama wewe. Ni nani aliye kama wewe? Yesu, tembelea watu hawa. Ponya watu hawa Bwana. Wapiganie Yesu. Wafundishe njia ya kukuabudu. Wafundishe kutii na kuheshimu. Wafundishe kunena wema wako. Wafundishe kuongea mambo yako. Wafundishe kuongea ukweli. Wafundishe kujitenga na vikao vibaya. Wafundishe kuondoka kwenye shida. Wafundishe kuondoka kwa majaribu. Wasaidie tu.